Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Tuna ibada ya kiagano ambayo tunaifanya siku ya leo. Kwa hiyo tutakuwa na ushirika wa meza ya Bwana, lakini tutakuwa na chakula cha pamoja kama ishara ya agano ya kuwa familia moja ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ya kutembea katika namna ya viwango vya roho yule mmoja aliye kati yetu. Kwa hiyo ni vizuri pia kila mmoja kuweza kujua tunachokifanya, kwa sababu ni ishara ya umoja wa roho na ni ishara ya watu kutembea katika dunia iliyo pamoja, iliyo katika Kristo. Kwa hiyo agano nilikwambia ni nguvu inayotawala mahali popote, wanapotaka na wasipotaka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na nilikwambia agano ni nguvu ambayo inaweza kuingiza maisha yoyote ambayo wewe hukuyataka, lakini unaweza kulazimisha maisha yale ya yule ambaye yawezekana umpendi au unampenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo agano ni nguvu au ni lango linalotengeneza mfumo wake wa maisha wa mwenye hilo agano. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndio maana unaweza ukaona kwa nini watu wanasema sijui kuna maagano ya ukoo. Yaani maagano ya ukoo yanakitengeneza kile kizazi kuwa mali yaliyotangulia kwenye hiyo familia au aliyezisha huo ukoo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Sasa agano jipya ni mali ya Kristo aliyeanzisha agano jipya. Sasa ndio maana tunaitwa Wakristo, si kwa sababu tunasali kwenye dhehebu la Wakristo. Tunaitwa Wakristo kwa sababu tunatembea kwenye agano la Kristo. Kwa kinachotufanya tuitwe Wakristo ni lile agano. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Lakini agano linatoa haki ya kuwa na nguvu kwenye maisha ya mtu mwingine, au kwenye nafasi ya mtu mwingine, au kwenye mwili wa mtu mwingine. Kwa hiyo tunapozungumza kwa habari ya agano, ni nguvu ambayo inatenda kazi kukutengeneza kwa kiwango cha yule aliyekuwepo wakati huo. Na ndio maana Israeli walipokosa, walimuita Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Wanamwambia, Bwana, kumbuka agano lako ulilofanya na Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Kwa nini wanasema akumbuke? Kwa sababu wana kiu ya kutembea kwenye akili za Ibrahimu, wana kiu ya kutembea kwenye ufahamu wa agano lake, wana kiu ya kutembea kwenye ufahamu wa mawazo yake. Ili watembee na Mungu wa kwake, ni kwa lazima watembee kwenye njia za Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Sasa ili Ukristo wako uthibitike ya kuwa wewe ni Mkristo wa kweli, lazima utembee katika uwezo wa agano jipya. Kama utatembea kwenye uwezo wa agano jipya, manake wewe sio Mkristo, kwa sababu Kristo analo agano alilotembea nalo na wanafunzi wake. Analo agano jipya ambalo linawafanya watu wote kuwa wapya, linawafanya watu wote kuweza kufanya yaliyo mapya au kuweza kuwa na nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa agano ni mlango wa nguvu kumtawala anayetaka na asiyetaka. Kwa hiyo unataka kumtawala au kumuongoza anayetaka na asiyetaka, lazima uwe na neema ya kiagano. Kama umekosa neema ya kiagano, hauwezi kuwa na mamlaka au uweza wa kulazimisha chochote. Kwa nini? Kwa sababu agano ni nguvu, lenye nguvu ya kulazimisha kwenye eneo lolote. Na ndio maana Yesu anawahukumu wanaomkubali na wasiomkubali. Kwa nini? Kinachompatia hiyo haki ni nguvu ya kiagano. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nguvu hiyo ya kiagano tunakwenda kuikamilisha ndani ya mwezi wa 4 aliposema imekwisha. Neno imekwisha maana kama kuna dhambi imeisha, kama kuna laana imeisha, kama kuna umaskini umekwisha, kama kuna aibu inaisha. Bwana Yesu asifiwe. Kinachompatia haki ni ile nguvu ya kiagano. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Na ndio maana tunaposhiriki ushirika huu wa meza ya Bwana, ni ishara ya agano. Wachawi wanakula nyama za watu, na Yesu anasema, aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu
na uzima wa milele. Sasa wachawi ili waweze kuwa na nguvu ya giza au waweze kuwa na tabia ya gizani, wanaanza kula nyama za watu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wanakunywa damu za watu, wanashirikishwa kwenye lile agano ili wawe na sehemu kwenye maisha ya watu. Wanakunywa zile damu zao. Ndio maana Ukristo wako unaposhiriki ushirika wa meza ya Bwana ni agano la kuingia ndani ya agano la damu ya Yesu Kristo, ili usitembee kwenye agano la damu ya ukoo wako, ili usitembee kwenye agano la damu ya familia yenu, ili usitembee kwenye agano la damu iliyomwagika kwenye ukoo, iliyomwagika kwenye familia. Aisha ni ya mbuzi au ya ng'ombe, aisha ni ya mtu au ya kuku, au unajiondoa kwenye lile agano, unaanza kutembea kwenye agano jingine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Agano ni nguvu inayokuhamisha kutoka kwenye maisha fulani kuelekea kwenye maisha mengine. Na ndio maana Ukristo wako kama hauna agano na Mungu, maana yake Ukristo wako unakuwa ni Ukristo usio na nguvu. Na ndio maana ukisoma Biblia inasema nami nitatenda ishara za kupita kawaida. Kwa nini? Baada ya kufanya agano. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini agano linampatia Mungu haki ya kuwa Mungu wako. Kama hauna agano, Mungu hawi Mungu wako. Mungu hawi Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu agano ndio linalotoa haki ya Mungu kuwa Mungu wako. Kama uelewi, kaulize walioko kwenye ndoa kama huwa wanamuita huyu mume wake kama hawana agano naye. Huwezi kumuita mume wangu kama hauna agano naye. Huwezi kumuita mke wangu kama hauna agano naye. Kinachowapatia haki ni lile agano ulilolifanya siku ile ya kwanza. Ndio linalokupatia haki ya kusema huyu ni mume wangu na huyu ni mke wangu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Anamilikiwa na mmoja. Sasa ili umilikiwe na neema iliyo katika Kristo Yesu, lazima utembee katika agano la kwake ili uwe wa kwake. Kwa nini? Kwa sababu huwezi kumilikiwa na Mungu kama hauna agano naye. Nafikiri nilisoma hiyo kwenye kitabu cha Mwanzo ile sura ya 17. Utasoma kwa muda wako kwa sababu leo nataka nifundishe vitu vingine kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ile Mwanzo 17 ukiendelea kusoma kule mbele utakutana na vitu ambavyo Mungu anazungumza kwenye lile eneo kwa habari ya agano. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Kwa hiyo agano ni mlango unaotoa haki kuingia kwenye maisha ya mtu mwingine. Hata kama umekufa unaendelea kuishi kwake. Hata kama umekufa unaendelea kuwepo kwenye maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini wanamuita mpaka leo au tunamuita mpaka leo Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo? Kwa sababu Ibrahimu anaendelea kuishi sawa sawa na lile agano. Bwana Yesu asifiwe. Agano ni nguvu isiyovunjika. Agano ni nguvu isiyopotea. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Na ndio maana agano linakufanya uwe nacho alichonacho mwenye hilo agano. Naanzia hapa. Agano linakupatia haki ya kuwa nacho alichonacho mwenye hilo agano. Kwa hiyo hauna agano naye, hauwezi kuwa nacho alichonacho mwenye hilo agano. Ili kiingie kwako lazima uwe nacho alichonacho mwenye hilo agano. Kama hauna alichonacho kwenye hilo agano, hauwezi kuwa na maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Naona kuna akili kadhaa kama zinagoma. Nimesema hivi, agano ni nguvu inayokupatia haki ya kuwa nacho alichonacho mwenye hilo agano. Kwa hiyo ukiwa na agano lake una haki ya kuwa nacho alichonacho mwenye hilo agano. Kama uelewi, kama uulize mwanamke, mimba hii umepata wapi? Atasema kwa Juma. Ni ya nani? Ni ya Juma au ni ya John? Kwa nini achukue mimba ya John?
ni kwa sababu ana agano naye. Lile agano lake alilonalo John, kwa kuwa limekuwa la kwake, na ndio maana anaweza kutembea na mtoto wa John, anaweza kuishi na mtoto wa John, anaweza kuishi na mtoto wa Hadija. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Agano lile linatoa haki ya wazazi wa upande wa kike kukuita mtoto wao, na wazazi upande wa kiume kukuita mtoto wao. Linawapatia haki ya wewe kuingia kwenye maisha yao, na wewe kuwa hiyo familia, na jambo lolote linalotokea kwenye hiyo familia linakuwa linakuhusu. Jambo lolote linalofanyika kwenye hiyo familia linakuwa linakuhusu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ukiwa na tabia za kidunia, utawahisi wazazi wa mwenzako sio wazazi wako. Utasema wazazi wake, hautasema wazazi wetu, kwa sababu na akili za dunia. Iwe umetaka au haujataka, wazazi wa mwenzako ni wazazi wako. Haijalishi ni wachao, haijalishi ni wafuga majini, haijalishi ni wezi, haijalishi ni matapeli, kiroho ni wazazi wako. Kwa nini? Kwa sababu una agano na mtoto wao. Na ndio bado unapokuwa na agano na Yesu Kristo, unakuwa mwana wa Mungu ambaye ni baba yake Yesu Kristo. Kwa nini uwe mwana wa Mungu ambaye ni baba yake wa Yesu Kristo? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Unakuwa mtoto wako kwa sababu una agano na mtoto wa kwake. Ile agano linafanya na mtoto wa kwake, unakuwa mwana wa Mungu. Na ndio maana sema wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika mwana wa Mungu. Kinachotoa haki ile ni ile agano. Kinachotoa haki ile ni ile agano. Na ndio maana Mungu anaweza akaja kwako, utakuwa naenda kwa Kristo na akakaa kwako. Kwa nini? Kwa sababu wewe ni mtoto wake, anaishi ndani yako na wewe unaishi ndani mwake. Kwa nini? Kwa sababu wewe ni mtoto wake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na ndio maana unaweza ukafikiri wazazi wa mwezi wako ni wazazi wake, ni wazazi wako hata kama ungekataa. Na ndio maana wanaweza wakasema kibaya kikakupata, na ndio maana wanaweza wakafanya kibaya kikakupata. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kama tu wamesimama katika haki. Sababu Biblia inasema laana isiyo sababu haimpati mtu. Kama wamesimama kwenye haki, wanaweza wakaomba chochote kwa Mungu kikatokea, hata kama hawajakuzaa. Lakini agano lile kuzaa wewe kwa mtoto wao, kwa sababu agano lina nguvu ya uzazi. Na ndio maana watu wawili baada ya kufanya tendo la kiagano wanaanza kuzaa watoto. Wale watoto wanaowazaa wanachukua tabia zao. Wale watoto wanaowazaa wanakuwa na DNA zao. Bwana Yesu asifiwe. Wanakuwa na sura zao. Kwa nini wawe na sura zao? Kwa sababu ya agano linatoa haki ya kuwa na ile sura ya mwenye hiyo agano, uliyefanya naye agano. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana mwanaume hawezi kumkataa mtoto aliyefanana sura na mke wake, na mwanamke hawezi kumkataa mtoto aliyefanana sura na mume wake. Bali kwa sababu agano linawapatia haki ya kuwa ni wa kweli. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ukishakuwa na agano na Kristo, Mungu hakukatai. Ukishakuwa na agano na Kristo, Mungu hakuachi. Wewe ni mali yake, wewe ni wa kwake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo agano linakutengeneza kuwa mwana wa Mungu. Ukikataa, ukijitenga na agano, haui mwana wa Mungu. Haui mwana wa Mungu. Licha kwa unaweza ukawa kanisani, lakini haui mwana wa Mungu. Na ndio maana unakuwa hauna haki na vilivyopo kwa Mungu. Unakuwa hauna haki na kile alichonacho Mungu. Kwa sababu ili uwe na haki na alichonacho Mungu, lazima uwe na agano naye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Fungua Biblia yako kitabu cha Yohana sura ya 6. Yohana sura ya 6. Nianze hapa.
Yohana sura ya 6. Nitaanzia mstari wa 31 na nataka uangalie kuanzia mstari ule wa 30 na 32. Anasema hivi: baba zenu waliila maana jangwani, kama vile ilivyoandikwa, aliwapa chakula cha mbinguni ili wale. Sasa nami nasema, Yesu akawaambia, amini amini nawaambieni, siye Musa aliyewapa chakula kile cha mbinguni, bali Baba yangu anawapa ninyi chakula cha kweli kishukacho mbinguni. Mstari wa 33 anasema, kwa maana chakula cha Mungu ni kile kishukacho kutoka mbinguni na kuupa ulimwengu uzima. Basi wakamwambia, Bwana, siku zote utupe chakula hiki. Yesu akawaambia, mimi ndimi chakula cha uzima. Yeye ajaye kwangu hataona njaa kabisa, naye aniaminie hataona kiu kamwe. Lakini nawaambia ya kwamba mmeniona wala hamwamini. Wote anipao Baba watakuja kwangu, wala yeyote ajaye kwangu sitamtupa kamwe. Kwa kuwa mimi sikushuka kutoka mbinguni ili niyafanye mapenzi yangu, bali mapenzi yake aliyenipeleka. Na mapenzi yake aliyenipeleka ni haya, ya kwamba katika wote alionipa nisimpoteze hata mmoja, bali nimfufue siku ya mwisho. Kwa kuwa mapenzi ya Baba yangu ni haya, ya kwamba kila amtazamaye Mwana na kumwamini yeye awe na uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa angalia kitu ambacho Yesu anazungumza kwenye hili eneo. Anasema baba yenu walikula mana, mahali pengine anasema walikula mana jangwani wakafa. Lakini mimi nawapa chakula hiki ili muwe na uzima. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka nilikwambia agano linakupatia nguvu au linakupatia haki ya kuwa nacho alichonacho mwenye hilo agano uliyefanya naye agano. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana hapa anasema ili wawe na uzima. Manake ndani yao ilikuwa inaishi mauti. Kama ndani yako kulikuwa kunaishi mauti, ukishafanya ibada ya kiagano, ndani yako kuna uzima. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu chakula cha agano kinatengeneza uzima ndani. Chakula cha kiagano kinatengeneza uponyaji ndani. Chakula cha kiagano kinakutengeneza unakuwa mzima kama yeye alivyo mzima. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unaanza kufanana na yeye. Chakula cha kiagano kinakutengeneza kuwa mmoja na yeye. Kwa unaposhiriki ushirika wa meza ya Bwana, manake uko tayari kuwa mmoja na Kristo. Uko tayari kuwa na uzima wa Kristo. Uko tayari kutembea na Roho wa Kristo. Uko tayari kuishi kwenye maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Manake uko tayari kuishi na yeye. Yeye aishi ndani yako na wewe uishi ndani mwake. Yeye aseme na wewe na wewe useme naye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yeye akufurahie wewe na wewe ufurahie yeye. Agano linakutengeneza kuwa sehemu ya furaha yake, kuwa sehemu ya amani yake, kuwa sehemu ya uzima wake. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana walioko kwenye agano, inapokosekana amani kwenye hiyo familia, unakuta mmoja anadhoofika, unakuta mmoja anabaki na mawazo, unakuta mmoja anakosa amani. Kwa sababu furaha ya mwenzako ni furaha yako, amani ya mwenzako ni amani yako. Kwa sababu agano limewatengeneza kuwa moja. Ndio maana nasema hamtakuwa wawili tena, bali ni mmoja. Bwana Yesu asifiwe.
kutengeneza kuwa si wawili bali ni mmoja. Manake hautakuwa wewe atakuwa Kristo, hautakuwa wewe atakuwa Bwana, hautaishi wewe ataishi Bwana, hautafanya wewe atafanya Bwana. Neema hiyo iwe juu yako kwa jina la Yesu. Neema iwe kwako kwa jina la Yesu. Neema hiyo iwe kwako kwa jina la Yesu. Basi agano linakuhamisha kutoka kwenye wewe na yeye kuwa yeye. Anasema atakaye kukataa amenikataa mimi. Hili agano linakutengeneza wewe kuwa yeye. Manake vya kwako vya kwake ili viache kuonekana kwake, vya kwako ili viwe kwake. Na ndio maana Biblia inasema ijitwika huzuni zetu ili tumpatie haki ya kuchukua shida tulizo nazo hata kama tumtaki. Ile nguvu ya kiagano iliyomleta kwenye maisha yake, iliyomleta kwenye familia yake, iliyomleta kwenye kozi yake. Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa ushirika wa leo unatengeneza maisha ya wewe kuwa yeye na yeye kuwa wewe, lakini yeye kuwa na haki kwenye maisha yako na wewe kuwa na haki kwenye maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Yeye kuvitumia vya kwako na wewe kuvitumia vya kwake. Wewe lazima ukubali mwili wako utumie. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ukubali akili zako azitumie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Ndio maana mke anaweza kutumia pesa ya mume wake. Bwana Yesu asifiwe. Na mume anaweza kutumia pesa ya mke wake. Hakuna mtu wa kumuuliza. Kwa nini hakuna mtu wa kumuuliza? Kwa sababu agano linatoa haki. Alichonacho mkeo kwa ni cha kwako, na alichonacho mumeo kwa ni cha kwako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wacha ukasema nilitafuta mimi. Bwana Yesu asifiwe. Wacha ukasema nilifanya kazi mimi. Unapoenda kufanya kazi mume uko na mke wako, mke anapokwenda kufanya kazi uko na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Hii si wawili tena ni mmoja. Na kwa aliyekuwa na wewe amemuona mume, aliyekuwa na wewe amemuona mkeo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Agano linavunja ukuta uliokuwa unakutenganisha na mwingine, uliokuwa unatenganisha nafsi yako na nafsi ya mwingine, uliokuwa unatenganisha nafasi yako na nafasi ya mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Yaani katika watu duniani ambao wanatakiwa kuwa na nguvu za Mungu na kufanya kazi ya Mungu kwa nguvu kubwa ni wake za wachungaji. Lakini shetani anawapondaga vizuri hao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Shetani huwa anashambulia ili wasije wakachukua ile neno. Na ndio maana unaweza ukaona kwenye maeneo mengi unakuta wake za wachungaji wamepigwa. Kwa nini? Kwa sababu huwa hawajui nafasi yao ni nafasi ya mume wao, na nafasi ya mume ni nafasi ya mke. Na kwa kuwa hawajui, wanakuwa wake wa mchungaji, sio akina mama wa wachungaji. Wanakuwa wake za wachungaji, sio akina mama wa wachungaji. Na ndio maana unaweza kumkuta mama mchungaji hana idara yoyote anayeshughulika nayo. Japo kanisani kuna akina mama, japo kanisani kuna mabinti. Anasimama tu kama mke wa mchungaji, amesahau yuko nje ya agano. Na ndio maana mlezi wa kina mama ni mama mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Mlezi wa mabinti ni wazee wa kanisa na mama mchungaji. Lakini kwa kuwa shetani wanawafanya wasahau jukumu lao, anaweza kusema uliitwa wewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu ya kutokujua ya kuwa mumewe ni yeye na yeye ni mumewe. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana baba akiondoka ndani anaibaki mwenye amri ni mama. Anaivaa kofia ya baba. Kinachompatia haki ni agano walilo nalo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa wao unakuta wanatembea kwenye kiwango cha washirika, wanatembea kwenye kiwango cha watu ambao wako nje ya agano lao. Agano la Kristo linatufanya kutembea na nguvu za Kristo. Agano la Kristo linatufanya kutembea na uwezo ulio katika Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndio maana mke anakuwa na haki kutembea na nguvu zinazotembea kwa mume wake. Nguvu ambazo zipo kwa mume wake anapaswa kuwa nazo.
sababu wao ni mwili mmoja. Kwani kwa sababu wao wanaishi kwenye ulimwengu wa aina moja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo ndipo shetani wale washambulia. Akikaa hivi kiangalia mshirika yupo jirani na mchungaji na hisi labda anataka kuwa mpenzi wa mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Shetani anawaingizia mawazo mabaya ili kuharibu ule umoja wa roho, ili kubomoa umoja ulimwengu wa roho unaowashikamanisha. Ndio maana maandiko yanaposema apataye mke amepata kibali kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini apate kibali wakati amepata mke? Kwa nini apate kibali? Na maandiko yanasema wawili ni bora kuliko mmoja. Kwa sababu shetani anajua mmoja anapokuwa amejitenga, kuna baadhi ya vitu vitapungua kwa huyo mtumishi. Na ndio maana vita za wake za wachungaji ni kubwa kuliko wao wanavyofikiria. Na kama hao mimi naangalia hata wale wanaomba wao na watumishi, lazima wao wamejifunga sawa sawa, wewe na haki ya kuinua mikono kila wakati. Unaweza ukawa shetani. Unakuwa shetani. Na mume wako kama hajakaa sawa sawa au mke wako kama hajakaa sawa sawa, unaweza ukawa umeharibu. Kama uelewe kauliza wana wa Israeli wanateseka mpaka leo kwa sababu ya nani? Ya mke wake. Mungu amwambia utapata mtoto, akasahau maagizo ya Mungu, akambeba na lala na mfanyakazi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Akatengeneza mataifa mawili kwenye nchi moja. Akatengeneza wakuu wawili kwenye nchi moja. Wakatengeneza wazaliwa wawili kwenye nchi moja. Ndio maana vita ya Israeli na wale wa Palestina huwezi ukaimaliza, kwa sababu kila mmoja ana haki. Japo hao wana haki katika mwili, hao wana haki katika roho. Huwezi ukaimaliza. Hicho wapatia haki ni lile agano. Ile tuwapatia nguvu ni lile agano. Ndio maana kwenye agano tunapozungumza kwenye swala la agano, ndio maana lazima uwe makini sana. Wewe uliyeko kwenye ndoa, unaweza ukawa sababu ya mumeo kupigwa au sababu ya mkeo kupigwa. Unaweza ukawa sababu. Kwa nini msipounganisha nguvu, adui na wabomoa kirahisi? Labda uwe na neema ya kwako ya kujitegemea. Labda uwe na neema ya kwako ya kujitegemea. Uwe kama Ayubu, aliyegundua mapema akasema usiwe kama mpumbavu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu mama wachungaji ni rahisi kuchoka. Ni rahisi wao wanachoka kukaa kwenye agano. Yanapotokea uzia, vinapotokea shida, vinapotokea vikwazo, iwe pesi wa kukata tamaa. Na ndio maana mara nyingi nishawahi kukuuliza, umeshawahi kujiuliza mke wa Musa yuko wapi? Hata Biblia imzungumzi. Umeshawahi kujiuliza mke wa Heli yuko wapi? Hata Biblia imzungumzi, inamzungumzia kuwa alikuwa na watoto. Angalia wanawake wa watumishi wengi. Kwa nini? Kwa sababu sio wengi wao wanalizika na ile hali, wanakuwa sio waombaji, wanakuwa sio watu wa kusogea mbele za Bwana, sio watu wa kulia machozi. Ndio Biblia inasema tupate watu wanawake waombolezaji, wapate kulia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wapate kuomboleza. Kwa nini anasema tupate wapi? Kwa nini? Kwa sababu hawapo. Na wanapokuwa hawapo, wanakuwa sababu ya matukio, unakuwa lango la matukio. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na kama shetani asingeweza kujidai akasema amekabidhiwa vyote, alikabidhiwa vyote kutoka kwa nani? Kwa Hawa. Kama uelewe kaulize, Samsoni kutobolewa macho chanzo ni nani? Mkewe. Na ndio maana wakati mwingine unapohimiza kina mama, kaeni kwenye maombi. Kwa sababu ni rahisi, unaweza ukatumiwa na shetani muda wote na saa yote. Na kama ule wanaye na ni box kidogo, hata sasa mke wangu kasema, kuna vingine lazima ukatae, usimame kama baba. Na kuna vingine lazima ukubali.
Lakini hatunapokataa kisiasa kwa sababu ni wepesi wa kuhisi labda kuna watu wanakudanganya huko nje. Labda kuna mtu umeshaongea naye huko nje, yaani umeshaniona mimi sio wa thamani, utanisikiliza mimi? Ni haki yake kusikilizwa kwa sababu ni mkeo. Ni haki yake kusikilizwa. Msikilize chuja. Usimwambie staki. Yaani mwanamke kupani kina kabili. Ukitaka ongea kuanzia asubuhi mpaka jioni au kurudia asubuhi mpaka jioni, dakika chache. Nyie vijana ambao wangeingia kwenye ndoa hii. Kwa sababu wewe unaweza ukajikuta umeanza kupandisha na wewe mashetani yako. Mnaanza wao wanasema supe tulingana utani. Ruka ni ruka. Unajikuta umeanza kushindana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Agano linatoa haki. Kuchukua kilichoko kwa mwenzako na mwenzako kuchukua kilichopo kwako. Kukitumia kilichopo kwa mwenzako na mwenzako kukutumia kilichopo kwako. Ndio agano linatoa haki. Ndio maana agano linavunja ukuta wa kutengana kwa mimi ni ukoo fulani na mimi ni wa familia fulani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Ndio maana Yesu anasema ili muwe na uzima. Kwani kwa sababu yeye ana uzima. Ili tuwe na uzima lazima tuwe na agano naye. Ili tuwe na nguvu lazima tuwe na agano naye. Ili tuwe na neema yake lazima tuwe na agano naye. Bwana Yesu asifiwe.